Urerorera Honeymoon TV ikara wisheba. Bwana Yesu asifiwe. Nashukuru Mungu kwa sababu ya wema wake na fadhili zake. Amekuwa Mungu mwema na Mungu mwaminifu, na ninajua siku yako imekuwa nzuri na Bwana ametenda mema katika jina la Yesu Kristo. Nimekuja ndio tukaweze kusikia neno la Bwana, na neno la Bwana ni Bwana, na neno la Mungu ni Mungu, na neno la Bwana pia huwa linatenda mapenzi ya Bwana. So ni vizuri kuamini kwamba unapolisikia neno la Bwana litakubadilisha na litakutendea mambo mema, maana Biblia inasema imani huja kwa kusikia na kusikia neno la Bwana. Praise the name of the Lord. So amini Mungu pamoja nami kwamba hili neno la siku ya leo litakupeleka mahali na kuna kitu litatenda. Kisha baada ya mahubiri nitakuombea ama nitaomba na wewe, na naamini kwamba Mungu wa mbinguni ataweza kutenda jambo jipya kwa maisha yako katika jina la Yesu Kristo. Mungu alisema yeye ni Mungu wa walio hai, si Mungu wa walio kufa. Na tunapojua ya kwamba Mungu ni Mungu wa walio hai na wewe uko uhai, usijali na tabu ama mambo unayoyapitia, kwa maana Mungu wetu ni mwaminifu na anaweza akakutendea. Imagine as long as uko uhai, kuna kitu Bwana anaweza akatenda na akafanya kwa maisha yako, na ni kuahidi kwamba haitabaki ilivyo katika jina la Yesu Kristo. Watu wengi huwa wanatafuta msaada wao kwa watu ambao wanawadhamini kwamba watapata msaada. Wengine ni watu wako uhai, wengine ni watu wamekufa, na hata wengine ni watu wa jamii. Hawa ni watu, baadhi yao watu huwa wanatafuta msaada kwao. Bwana Yesu asifiwe. Lakini ukweli ni kwamba hauwezi ukapata msaada kwa mtu aliyekufa, ama kwa mtu ambaye aliyekuacha, ama kwa mtu ambaye hayuko uhai. Bwana Yesu asifiwe. Na haya nayazungumzia juu ya wale watu huwa wanachinjia watu waliokufa, wanafanya ibada za watu waliokufa, wanafanya mambo ya watu waliokufa, wanasema bado tunaamini tuko naye. Mtu kama amekufa, amekufa, na hamuwezi mkakuwa na yeye tena. Hata kama kuna imani na desturi zingine ambazo bado watu wanafuatilia na wanazifanya, mtu kama ameenda, ameenda. Bwana Yesu asifiwe sana. Na mtu asikai kukuambia eti unapigwa na hii, unafuatwa na hii nayo hii. Hii mambo mtu akishaenda, ameenda. Bwana Yesu asifiwe. Na leo nataka kufundisha kuhusu Mungu wa watu walio hai, ama Mungu wa walio hai. Na uamini Mungu pamoja nami, kuna kitu nitakufundisha ya maana sana, na Mungu wetu atatubariki na atatenda mema. Praise the name of the Lord. Ningependa tuone kitabu katika kitabu cha Hebrews 9 and verse 27. Hebrews 9:27. I want you to understand something there and God will bless you. Katika mambo ya leo ama injili ya leo ni ya mafundisho, na naamini kwamba Mungu wa mbinguni atakutendea mambo mema. Hebrews 9 and verse 27. Hapo ndipo nataka tupate somo letu la kwanza na tutabarikiwa. Biblia inasema kwamba and as it is appointed for me to die once, but after this the judgment. Kwa sababu kumewekwa ya kwamba mtu atakufa tu, akufe na kisha agojee hukumu yake. Bwana Yesu asifiwe. So mtu akisha kufa, imetengwa ama imesemekana kwamba lazima mtu akufe, na akisha kufa mara moja, na kama vile watu wanavyowekewa kufa mara moja, na baada ya kufa hukumu. So baada ya mtu akikufa, chenye huwa anagojea na chenye huwa akona kiko mbele yake, hakuna kitu ingine. Maana ukisha kufa huwezi kufa tena. Hakuna kukufa A na B. Kukufa ni ile moja tu. Bwana Yesu asifiwe. Na ukisha kufa, umekufa. Ukishaenda, umeenda. Unagojeaga kitu kingine ambacho kiko mbele ya mtu ambaye amekufa, ni hukumu.
Bwana Yesu asifiwe. Wale waliotangulia, wale walioenda mbele zetu, kile kitu ambacho Mungu ameweka ndani yao ama mbele yao ni hukumu. Sasa tu wanagoja. Bwana Yesu asifiwe. Na hukumu itakuwa either unaenda pande hii ama unaenda pande hii nyingine. So hiyo ndio itakuwa hukumu ya Bwana. Bwana Yesu asifiwe. Na matendo ya mtu, hiyo ndio itamfuata, na hiyo ndio itakuwa pamoja naye. Yakiwa mema ataruhusiwa kuingia, yakiwa mabaya ataenda na ule muovu shetani. Bwana Yesu asifiwe. That is the word of the today. So wakati mtu ambaye ako hai, ako na sehemu ama nafasi nzuri ya kuweka mienendo yake kwa Mungu, ya kuweka mambo yake sana kwa Bwana, akiamini kwamba Mungu ambaye anamwamini ama Mungu ambaye anamtazamia ya kwamba anaweza akamtendea. God is God of life, not God of death. Wale watu ambao washakufa na wamekufa, hakuna kitu kingine wanagoja hii dunia. Ili ambacho wanagoja tu hii dunia ni mtu kama ako hai, kuna vitu mingi sana anagojea. Anagojea kukufa, anagojea maisha yake ikaweze kubadilika ama kubarikiwa. Na kama hajampokea Bwana Yesu, huwaga anagoja pengine siku moja ataokoka. Lakini naamini kwa wale ambao wanatazama siku ya leo, watakata kauli ya kuokoka na kumkubali Yesu kama Bwana na mkombozi wa maisha yako. Praise the name of the Lord. Hii ndio maisha mtu akiwa uhai. Hakuna kitu, hakuna vitu mingi sana huaga anagojea. Na ile mambo ambayo anagojea, kuna siku ambao hajajua itakapofika, na ikifika itakuwa namna gani. Kwa maana hakuna mtu anajua siku ya kufa kwake. Bwana Yesu asifiwe. Hata mtu asikwambia ati anajua siku ile atakufa. Hata mtu asikwambia anajua. Wale ambao wanajuaga wanaenda ni wale ambao wamepitisha miaka 75 kwenda juu. From 75 and above. Hawa huaga wanajua siku zao. Hawa watu ukikaa na wao utasikia na kuambia, sioni kama nitakaa sana. Naona muda wangu wa dunia hii umeisha. Naona kama mimi naenda. Na unasikia maneno mingi anakuambia, sasa hata hii pesa nitamaliza kama sijakufa. Lakini mtu wa miaka 20, 25, miaka 30, 40, 50, 60, 70, hakuna mtu anajua siku ile atakufa. Hata hawa wa miaka 75 and above ni huwa ni kuotea, wanaotea. Bwana Yesu asifiwe. Kwa sababu huwaga wanaona muda wao wa kuwa dunia ushaisha, usakamilika. Hata huwa wanashangaa tunafanya nini hii dunia. Nimefikisha miaka 85, nimefikisha 90, ni nini nafanya? Bwana Yesu asifiwe. Hata wakisikia mtu mdogo wana miaka midogo ameenda, huwaga wanasikia hata kama pengine wataraumu Mungu. Kwa sababu wanashangaa nini huyu ameenda kwa nini na mimi ndio nimefikisha ya kwenda. Praise the name of the Lord. So mtu akiwa uhai, uko na hali ya kukata kauli, uko na nafasi ya kukata kauli ya mahali unaenda. Kama unaenda mbinguni, wakati wa kukata kauli ya huko ni saa hii. Wakati kama unaenda Jehanamu, ukikufa kama haujatubu dhambi zako, ni Jehanamu direct. Bwana Yesu asifiwe sana. Hii haitakuwa nini. Ukiwa uhai, uko na nafasi ya kukata kauli ya mahali unataka. Kama unataka kwenda mbinguni, sawa. Kama unataka kwenda kule kwa shetani motoni, sawa. Hiyo ni nafasi ambayo mtu amepewa wakati ako uhai. Bwana Yesu asifiwe. Na mtu akisha kufa, nafasi kama hiyo hakuna. Kile ambacho tumesoma kitabu cha Waibrania pale 9, kile mtu ambaye anagoja baada ya kufa ni hukumu peke yake. Bwana Yesu asifiwe. Na kama vile watu wanavyowekewa kufa mara moja, na baada ya kufa ni hukumu. Ni hukumu tu inawekwa mbele. Hiyo ndio sasa mtu atagojea ahukumiwe. Kama ni kuingia aingie, kama atakataliwa ufugiliwe nje, basi hiyo ndio atagoja. Bwana Yesu asifiwe. So kitabu cha Deuteronomy 18 tutasoma mstari wa 10, 11 na 12. Deuteronomy 18 ama Kumbukumbu la Torati. Kumbukumbu la Torati 19, 18 mstari wa 10 na 12. Na tutaweza kubarikiwa in Jesus name. Tutaanza mstari wa 10. Biblia inasema, asionekane kwako mtu ampitishaye
mwanawe au binti yake kati ya moto, wala asionekane mtu atazamaye bao, wala mtu atazamaye nyakati baya, wala mwenye kubashiri, wala mshihili. Mstari wa 11. Wala mtu alogaye kwa kupiga mafundo, wala mtu apandishaye pepo, wala mchawi, wala mtu awaombaye wafu. Mtu awaombaye wafu. Twende mstari wa 12. Kwa maana mtu atendaye hayo ni chukizo kwa Bwana, kisha ni kwa sababu ya hayo Bwana Mungu wako anawafukuza mbele yako. Bwana Yesu asifiwe. Uwe mkamilifu kwa Bwana Mungu wako. Na kwa kuwa mkamilifu, kama vile tumesoma neno la Bwana hapo Kumbukumbu la Torati 9, na tumeanza pale mstari wa 11 tukienda hivi. Biblia imesema, Mungu akasema ya kwamba kuna mambo mengine huwa inafanywa na yeye hapendi, na kwake ni chukizo. Wakati mtu anaenda kuabudu mtu ambaye alikufa, ama mtu ambaye anaenda kuongea na mtu alikufa kwa kaburi yake, hiyo sio sehemu ya Bwana, na Mungu hajapeana hiyo nafasi. Mungu amekataa. Biblia inasema ni chukizo, is abomination before the eyes of the Lord. So wakati mtu anafanya kitu kama hiyo mbele za Bwana ni chukizo. Wengine huwa wanabeba picha eti anaabudu mtu ambaye alikufa, hata anamwambia unapata picha iko pale, unasikia mtu wa picha ya pale kwa ukuta, mtu ni marehemu, lakini unasikia hey. Bwana Yesu asifiwe. Kama alienda, kama alienda na hata rudi. Kama amekufa ni hukumu anagoja, hakuna kitu kingine. Na mtu akikigoja hukumu ni either mkono wa left ama mkono wa right. So wakati unaenda kuabudu mtu ambaye alikufa ama roho za watu ambao walikufa, ni kinyume na neno la Bwana, according to the Deuteronomy 9 verse 10, 11 and 12. You do against the will of God. That is not the will of God. Praise the name of the Lord. Mstari wa 13 umesemaje? Hebu tusome tu mstari wa 13 tuone vyenye imesema. Uwe mkamilifu kwa Bwana Mungu wako. Lazima mtu akuwe mkamilifu. Usikuwe na mambo ambao iko juu, mambo ambao unaona iko sawa, yani wewe unafanya kinyume na neno la Bwana. Lazima ukuwe mkamilifu. Na kuwa mkamilifu hapa ni usigatie. Biblia inasema kitabu cha Luka 23 kwamba mimi ni Mungu wa walio hai. Luke 23 verse 43. Hebu tusome neno la Bwana tuone linasema namna gani. Na ni wewe leo nahubiria. Bwana Yesu asifiwe. Na ukiwa pale unaweza tuambia unatutazama ukiwa wapi, na Mungu atakutubariki sana na atatutendea mambo mema. Ni vizuri saa zingine unajua mtu anakuangalia ama mtu anakutazama, at least anakutia moyo. Biblia inasema Yesu akamwambia, amina mimi nakuambia leo hivi utakuwa pamoja nami peponi. Praise the name of the Lord. Huyu ni yule mwizi ambao alisulubishwa ama walikuwa wameshurubishwa pamoja na Yesu. Na yule mwizi mwingine alisema ya kwamba, akamwambia, wewe kama ni mwana wa Mungu ujiokoe, utoke katika hiyo msalaba. Bwana Yesu asifiwe. Yesu akamwambia, amini nakuambia leo hivi utakuwa pamoja nami kule mbinguni. Bwana Yesu asifiwe. Yesu ndiye aliongea haya maneno. Huyu ni mwizi mwenye alikuwa mkono wake wa kulia. Kuna mwingine pale alimtusi, akamuongeleshea vibaya. Haleluya. Akamwambia Yesu, kama wewe ni mwana wa Mungu na ulikuwa unaambia watu wewe ni mwana wa Mungu, jiokoe. Wewe honokie leo. Bwana Yesu asifiwe. Uende ujiokoe, jiokoe kwa saa hii. Ujitoe kwa hiyo hali ambao uko ndani. Praise the name of the Lord. Lakini yule mwizi ambaye alikuwa upande wa kulia, alimwangalia, akamwangalia, akamwambia, wewe tumefungwa hapa. Sisi tuko hapa kwa sababu tuko na dhambi ya wizi. Wewe unajua wewe ni jambazi sugu. Sasa wewe unamuingilia huyu umesikia ameiba wapi? Tena katika ushahidi, wale ambao wametoa ushahidi, umeona mahali wapi mali ya wizi? Wapi amekosea? So wakakorofana pale katika msalaba.
Bwana Yesu asifiwe. Na yule mwizi ambaye alikuwa mkono wake wa kulia alimwambia Bwana Yesu, Bwana, ukitakapofika huko unikumbuke. Alitamani kwa sababu aliamini ni Mungu ambaye Yesu anaokoa. Na alipokuwa katika ile kiwango, Biblia inasema alipokuwa mahali pale akaamini, na Biblia inasema Yesu akamwambia, leo utakuwa pamoja nami katika paradiso. Hiyo ndio tumesoma saa hii, Luka 23 mstari wa 43. Bwana Yesu asifiwe. So akamwambia, leo utakuwa pamoja nami. Aliamini. So hii mambo ambayo ilikuwa mahali pale ilikuwa tu mambo tu ya kucheza, mambo tu ya mambo kidogo, lakini Yesu mwana wa Mungu ama mfalme wa falme akamwambia, leo tutakuwa pamoja nawe katika paradiso. So ni makosa sana na ni dhambi, Bwana Yesu asifiwe, kuamini ama kuabudu kitu kilichokufa, mtu aliyokufa, roho iliyokufa, ama kuabudu mavazi ya mwenda zake, kuabudu vitu vyake. Ni kinyume na neno la Bwana, according to the Deuteronomy 18 from verse 10 to 15. Na kukamilisha ama kutenda mapenzi ya Bwana ni kutii na kufuatilia kile ambacho Mungu wetu anasema kifuatiliwe. Mpaka hapo si tuko sawa? Praise the name of the Lord. Mungu anasema Matthew 10 and verse 28. Let us see the word of God. Matthew 10 verse 28. Nataka tu tusaidiane kwa jambo ambalo naamini kwamba utabarikiwa. And I know that your life will never remain the same again. Biblia inasema, nipee yote kwa full screen na Mungu atatubariki. Hallelujah. Biblia inasema namna gani pale? Msiwaogope wauao mwili, wasiweze kuiua na roho. Afadhali muogope yule awezaye kuangamiza mwili na roho pia katika Jehanamu. Ni Yesu alinena haya maneno ya kwamba msiogope wale watu ambao wanaweza ua hii mwili tu, alafu hakuna kitu kingine wanaweza kuua. Lakini ndani ya hii mwili kuna ile kitu tunabeba, roho. Kule kuamini unaamini Mungu, kule kuamini unaamini neno la Bwana, umebeba kitu ambapo kiko ndani yako. Praise the name of the Lord. Na kile kitu ambapo umekibeba ndani yako, hicho kitu kinafanya kazi na kiko uhai. Na yule mtu ambaye anaweza ua hiyo ni Mungu peke yake. Hiyo roho yako, sio mwili wako. Mwili wako unaweza uliwa na wezi, mwili wako unaweza uliwa na jambazi na watu wengine, lakini roho yako, kile ambacho umebeba ndani, no one can kill. No one can kill. And even no one can dare. It is only God, praise the name of the Lord, ambaye anaweza ua mwili na aue roho. So hiyo roho ndio muhimu sana. Na hiyo roho mtu akishaenda inamrudia Bwana ama inaenda kwake. Praise the name of the Lord. Ecclesiastes 12 verse 7. Ecclesiastes 12 verse 7. Nataka tuelewe, si vizuri kuabudu vitu ambavyo haziko uhai. Kuna wale huwa wanaamini ng'ombe. Kuna wale ambao wanaamini vitu ambavyo wanaamini hii itamsaidia. Haiwezi. Haiwezi. Mungu ni mmoja na Mungu ndiye peke yake anaweza kusaidia. Na ukiamini neno la Bwana, kitabu cha Mhubiri ama Ecclesiastes, Mhubiri 11 mstari wa 7. Ukiamini kwamba Mungu ambaye tunamwabudu haonekanagi na macho hii, Mungu ambaye wa Ibrahimu, Isaka na Yakobo, na ni Mungu wako siku ya leo, watu wengi hawawezi wakamuona kwa macho, bali kwa matokeo ya matendo yake na kwa nguvu zake akizidhihirisha wazi, itaweza kuonekana kweli Mungu ako pamoja nawe. Biblia inasema kwamba nayo mafumbi kuirudia nchi kama yalivyokuwa, nayo roho kumrudia Mungu aliyeitoa. Bwana Yesu asifiwe. Kile Mungu alitoa ndani yake ni roho. Na hiyo roho Mungu ndio huwa anakuja anaichukua. Hiyo ndio ile kitu ambao alimpulizia Adamu pale katika shamba la Edeni. Akampulizia ile roho
akawa kitu ambacho kiko hai, ama mtu ambaye ako hai. Bwana Yesu asifiwe. Hii mwili tunabeba, ama hii mwili ambao tuko ndani yake ni mafumbi, na mafumbi haya itarudi katika fumbi. Ndipo unasikia maandiko haya inasomwa na mhubiri nasema, fumbi irudi mafumbi na jifu irudi majifu. Vitu kama hivyo inasomwa kwa sababu ilitoka kwenye mafumbi. Na ukiona mtu mwembamba ni matope yake kidogo, akikula vizuri atanona kula matope mingi. Bwana Yesu asifiwe. So ukiona mtu ako na kilo mingi ni matope mingi amebeba, yani amekula. Na ndio maana vitu nyingi ambazo tunakula bado huwa zinatoka tu kwa mchanga. Mimea yote inatoka kwa mchanga, kwa sababu huko ndiko tu Mungu alitutoa, akatuunganisha, akaturekebisha, tukakuwa kiumbe ambayo alipulisia uhai. Bwana Yesu asifiwe sana. Praise the name of the Lord. Ninajua kuna kitu naelewa. Matthew 22 verse 32. Usikawahi kuabudu kitu ambacho hakiko uhai, hakiwezi kusaidia. Bwana Yesu asifiwe. Unaona vitu ambavyo vinatendeka, sijui kama umenipatia mhubiri. Umenipatia. Thank you. Matthew 22 verse 32. Na Mungu atatubariki sana in Jesus name. Thank you. I can see that you are watching Animal Wash. God bless you. There are people who are watching here. May God bless you and do you good in Jesus name. Continue watching, continue sharing, na Mungu atakubariki. Biblia inasema, mimi ni Mungu wa Abrahamu na Mungu wa Isaka na Mungu wa Yakobo. Mungu si Mungu wa wafu, bali wa walio hai. Hii ni neno la Bwana, na ni Yesu aliongea haya maneno. Alisema Mungu si Mungu wa walio kufa, ni Mungu wa walio hai. Na haya maneno aliyasema mpaka kitabu cha Exodus. Hata Musa aliongea haya maneno. Praise the name of the Lord. I am God of life, not God of death. Praise the name of the Lord. Kama Mungu ni Mungu wa walio hai, na wewe unataka kuabudu kitu ambacho kilikufa, kitu ambacho hakiko, kitu ambacho hakiwezi kikakujibu, itawezekanaje kweli kwa maisha yako? Itawezekanaje kweli upate msaada? It is impossible. It cannot happen. But once you believe in the word of God, ya kwamba Mungu anasema mimi ni Mungu wa walio hai, na ndipo nilianza na kukuambia, kama uko uhai, ujue Mungu anakujali. Ujue Mungu ako na mpango mzuri ako nao, according to the book of Jeremiah. For I know the plan I have for you, says the Lord. The plan to give you hope and a good future. That is the plan of God. It is not the plan of your evil. Hallelujah. It's not the plan of your enemy. Hiyo ni mipango ya Mungu ambayo anakuwaza. And as long as you are alive, that is the plan of God. Bwana Yesu asifiwe sana. Na mtu ambaye ako uhai, ako katika paja la Bwana, bado Mungu ameandika maisha yake katika paja lake, na anakujali all the time. He take care of you. Praise the name of the Lord. Kaa katika mapenzi ya Bwana, kaa katika njia za Mungu, naye Mungu atakutendea mambo mema. Na ukifanya mabaya, ujue mabaya itakurudia. Mabaya hata ukifanyia mwenzako mabaya, for your information, yale mabaya mtu huwa anafanya yatamrudia. Iwe ulifanya mtu, iwe ulifanya mtoto, iwe ulifanya dada yako ama ndugu yako, rafiki ama adui, it will come back to you. Lazima utalipia hiyo. So mambo mema yote ama mambo mazuri katika jina la Yesu Kristo, ni vizuri kutenda mambo mema, ukiamini ya kwamba Mungu ni Mungu wa walio hai, sio Mungu wa walio kufa. Bwana Yesu asifiwe. Kuna mfalme mmoja katika kitabu cha Samueli wa kwanza 28. First Samuel 28. Tuanze hapo 4. Tuende tu tukisoma pole pole. Hata tunaweza maliza hiyo chapter yote hata kama tutatoka hapa saa 3. Lakini kuna kitu ambapo nataka uelewe. I want you to understand something through this scripture, and God will bless you in the name of Jesus. Biblia inasema, nao Wafilisti wakakusanyika, wakaenda kufanya kambi huko Shunemu. Naye Sauli akawakusanya Waisraeli wote, nao wakapiga hema katika Gilboa. Basi alipowaona hao majeshi ya Wafilisti, huyo Sauli akaogopa na moyo wake ukatetemeka sana. Lakini Sauli alipouliza kwa Bwana, Bwana hakumjibu, wala kwa ndoto, wala kwa ulimi,
wala kwa maombi. Ndipo Sauli akawaambia watumishi wake, nitafutieni mwanamke mwenye pepo na utambuzi nipate kumwendea na kuulizia kwake. Watumishi wake wakamwambia, tazama, yuko mwanamke mwenye pepo wa utambuzi huko Endori. Hebu tusimamie hapo my producer, tutaendelea. Huyu ni mfalme Sauli na unamuelewa vizuri. Watu wengi tunapo taja Sauli, kuna vitu ambavyo huwa wanakumbuka ama wanafahamu. Saulo wakati anatajwa ama wakati jina Saulo inatajwa, utasikia mtu anasema Saulo mwenye alichaguliwa kuwa mfalme wa Israeli wa kwanza, wakati wana wa Israeli walilia wapate mfalme. Bwana Yesu asifiwe. So Saulo alikuwa mfalme, na alipokuwa nakaa akiwa mfalme, alikuwa mtu ambaye anampenda Mungu leo, kesho hampendi Mungu. Imagine Saulo alikuwa anafanya, na kile ambacho kilifanya Saulo wakosane na Mungu, sijui kama unajua mtazamaji wangu, ni kwa sababu Saulo hakuwa mtu wa kutii neno la Bwana, na kile ambacho Mungu alikuwa anamwambia hakuwa nakitenda ama anakifanya. Alikuwa anatekeleza yale ambayo yeye mwenyewe anataka, bali anakosa kutimiza mapenzi ya Mungu kwa maisha yake. So Mungu akamkataa Saulo. Hata remember the scripture that says Samueli alikaa kumulilia Saulo, kumuombea. Na siku moja Mungu akamtokea Samueli akamuuliza, utaishi kumulilia Saulo mpaka nini na kumuombea? Haujafahamu ya kwamba mimi nilimkataa? Ni Bwana Yesu asifiwe. Ombi langu siku ya leo, ombi langu katika moyo wangu ni kwamba kusiwe kuna siku Mungu atachoka nami, ama Mungu aniteme nitoke kwake, ama nisukume nisije nikawa katika mapenzi yake. Hiyo ndio ombi langu la siku ya leo. Na kama kuna kitu inaweza nitoa ama kuniweka nje ya mpango wa Mungu, ya kwamba Mungu anaponitazama anaona adui, haoni rafiki, Mungu aniondolee hiyo jambo in the name of Jesus. So Saulo alikuwa mtu tu mkatili, hakuwa anasikia sauti ya Bwana, na alikuwa tu anafanya mapenzi yake, si mapenzi ya Mungu. Sasa Mungu akamkataa, akamweka kando. So wakati sasa Samueli alikufa, na ujue hata Samueli akiwa uhai hakuwa bado hata anamtambua vile. Kuna siku walikuwa wanaenda kutoa dhabihu, Samueli alikuwa amemuita atoe dhabihu, Samueli akachelewa, yeye akaenda akafaa ebodi, akachukua nguo za kikuhani, akaanza alikuwa kichwa ngumu sana Saulo. Akaenda akafaa nguo za ebodi, na yeye akaanza kutoa dhabihu na akaanza kufanya mambo yake. Sasa Mungu akamtokea akamwambia, mimi sipendezangu na madhabihu na dhabihu ya sadaka ya kuchomwa na kadhalika, bali mimi hupendezwa na mtu ambaye hutii. Na Mungu akamwambia, nije ndagandora mathikaga, ndiye ndagandora matathikaga. Na ndikenagio ni magongona, ngenagio ni wathiki. Mungu hapendezwi na madhabahu, anapendezwa na kutii. Mtu anaweza toa madhabahu, achome, afanye kila kitu, hata aue nyugu, lakini kama hujatii neno la Bwana, it is all in vain. Bwana Yesu asifiwe sana. So Saulo, Wafilisti wakakusanyika mahali pamoja, naye pia kule Shunemu. Naye pia Samueli akakusanya jeshi lake. Alipoona jeshi la Wafilisti na kundi ambalo wanapigana nao, akaogopa. Bwana Yesu asifiwe. Alipoogopa Saulo, kile ambao kilimuingia, alienda akaomba Mungu. Naye Mungu sasa, unajua, alikataa Saulo. Mungu alikataa kuongea na yeye, alikataa kumuonyesha maono, alikataa kumuonyesha ama kumtembelea. Hiyo ndio jambo libaya katika maisha ya Mkristo yeyote, kwamba Mungu ifike kiwango waseme hatawahi kukutembelea, ama hatawahi kunena na wewe kwa ndoto, ama hatawahi kunena na wewe kwa maono. That is one of the worst thing in the life of Christian or somebody who is born again. Bwana Yesu asifiwe. Imagine Mungu hakuwa anaongea na yeye kwa ndoto baada ya Samueli kufa, ama kuongea na yeye kwa maono, ama kusema hata kwa ulimi. Mungu akanyamaza. Na wakati sasa aliona wa jeshi la Wafilisti na wale watu wanapigana nao, akaogopa. Sasa badala tu angeenda mbele ya Bwana amwambie, Ngai ndekera mehia makwa, Bwana nisamehe dhambi zangu, na ninakuomba tu nikumbuke, unitendee mambo mema, nisamehe, turudiane. Mungu hata saa hii ukimwambia unataka murudiane na yeye, atakurudia.
Si watu wanakosananga na wanarudiana, wanaongea, ukaa chini, wanaelewa. Si niliona mwingine mpaka amehukumiwa kifungo ya maisha, akaenda jela kumtoa. Bwana Yesu asifiwe. So kama Mungu mtu mwanadamu anasamehe, si Mungu ni zaidi. God is more than that. So Saulo kama angejua makosa yake, warudiane tu na Mungu. Ngai Mwathani, nisaidie nifanye hii na hii na hii, Mungu angemsaidia. So badala ya kufanya hivyo, Saulo alienda kwa murogi, alienda kwa sorcerer, yule mtu wa kuona mambo ya kimapepo. Hebu turudishie huyo mstari wa 6 na 7 na 8. Badala aende kwa Mungu, unajua angeenda tu aombe, lakini yeye alisema atafutiwe mapepo. Alisema atafutiwe mtu wako na mapepo. Yani yeye mwenyewe ametoka kwa Mungu na anataka kutoka kabisa, atoke kwa Mungu. Biblia inasema, lakini Sauli alipouliza kwa Bwana, Bwana hakumjibu, wala ndoto, wala kwa ulimi, wala kwa manabii. Hakuna. Twende. Ndipo Saulo akawaambia watumishi wake, nitafutieni mwanamke mwenye pepo wa utabuzi nipate kumwendea na kuuliza kwake. Watumishi wake wakamwambia, tazama, yuko mwanamke mwenye pepo na utabuzi huko Endori. Alipatikana. Sasa Saulo akaenda huko. Praise the name of the Lord. Akateremuka, akaenda kwa huyo mganga wa kienyeji, huyo mganga wa kuona mambo, akaenda kumtazama mahali pale. Praise the name of the Lord. Na alipoenda kumwangalia, alipoenda kuona huyo mwanamke, akaenda agethie. Praise the name of the Lord. Badala ya ile kitu angeulizia kwa Bwana, angeulizia mapenzi ya Bwana. Hata kama ni dhambi tu, angetubu, warudiane na Mungu. So alienda kwa ule mtu kufanya nini? Tuone mstari wa 9. Alienda kufanya nini kwa ule mwanamke? Ndio maana nikueleze ama nikusaidie. Unapoabudu kitu ambacho hakiko uhai, ama unaabudu mtu ambaye alikufa, unakosea. Biblia inasema, basi Sauli akajigeuza na kuvaa mavazi mengine, kisha akaenda yeye pamoja na watu wawili, wakamfikia yule mwanamke usiku. Akasema, tafadhali unibashirie kwa utabuzi, ukaniletee yeye nitakaye mtaja kwako. Wacha hata tukisimamia hapo, wale watu ambao huwa wanaenda kwa waganga, si watu wengi wanaendaga mchana. Watu wengi wanaendaga usiku. Saulo alienda usiku kwa ule mwanamke mganga. Bwana Yesu asifiwe. Alafu akavaa maguo ya matabara, akavaa madress, akavaa maguo zimeisha, akajipaka makaa na jifu, kwamba mahali popote ataonekana na wale wataonekana na yeye, wasije wakajua ni nani. Bwana Yesu asifiwe. Na hiyo ndio mambo ingine unaonaga inatumiwa na wale wanaendaga kwa waganga. Kwa sababu mtu akiwa uchi, kujua ni nani ni gumu. Kujua ni fulani ni gumu. So unapata mtu ametoa mavazi yote anatembea nayo, akienda kufanya masigaubwe yake. So huyu mfalme ama huyu ndugu mfalme Saulo alienda usiku, na badala ya kuona na security yake yote kama president, alienda usiku na security na watu tu wawili wadogo. Akafika kwa huyo mwanamke. Alipofika kwa mwanamke, akamwambia, modo, nataka uniamshie roho ya mtu ambaye nitakuambia. Hebu tusome mstari wa 10. Tuone vile mwanamke huyu mwenye mapepo alimjibu ama alimwambia. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. So alienda usiku kwenda kufanya vitu vyake. Mstari wa 10 tafadhali, tukiharakisha. Biblia inasema ya kwamba okay, yule mwanamke akamwambia, angalia, unajua alivyofanya Saulo, jinsi alivyowakatilia bali hao wenye pepo na utabuzi wa wachawi katika nchi. Mbona basi wanitegea tanzi uhai wangu ili kuniua? Naye Saulo akamwapia kwa Bwana, akasema, aishivyo Bwana, haitakupata adhabu yeyote. Hebu tusimamie hapo tukiendelea. Najua tumefika mstari wa 11. Biblia inasema pale ambao tumesoma, wamefika sahi kwa ule mganga, kwa huyo mchawi washafika. Na vile washafika mahali pale, amemwambia, nataka uniitie roho ya mtu ambaye nitakuambia. Uite ikuje hapa. Praise the name of the Lord. Haya, mahali pale ile roho wakati inaitwa aikuje, yule naye mganga anamwambia ule mchawi, anamwambia, wewe kwani haujajua
mfalme Saulo venye mkali aliondoa watu huku waganga wa kienyeji na watu wenye kuomba miungu mingine. So wewe unataka kuhatarisha maisha yangu. Na bona kwani asijue anayemwambia haya maneno ni Saulo mwenyewe. Na ukumbuke Saulo ndiye alikuwa sasa anaenda kutafuta uganga, anaenda kutafuta uchawi. Na yeye mwenyewe ndiye alikuwa anaua waganga na wachawi. That means kuna wakati alikuwa anatembea katika njia za Mungu, alafu baadaye akatoka katika njia za Mungu. Praise the name of the Lord. Maombi yangu siku ya leo ni kwamba usikawahi kutoka katika njia za Bwana. Maombi ya kwangu siku ya leo ni kwamba nisikawahi kutoka katika mapenzi na njia za Bwana katika maisha yangu. Bwana Yesu asifiwe. So anamwambia yule mwanamke, ikajulikana na Saulo, unahatarisha maisha yangu. Naye Saulo anamjibu yule mganga, anamwambia ninakuapia kwa Bwana ya kwamba hakuna jambo libaya litakutendekea. Nakuapia. Sasa ikaendelea. Hebu tuone huo mstari ambao ulikuwa umeweka, ndio tuone kwamba ilitendeka namna gani. Usikawahi kuomba kuabudu kitu ambacho hakiko uhai, kuabudu mtu aliyekufa, ama kuitisha roho yake uongee nayo, ama kuabudu picha yake. Don't dare that. Biblia inasema ndipo yule mwanamke aliposema, je, ni nani nitakaye kuletea? Naye akasema, niletee Samueli. Tusome mstari wa 12 ndio kwanza tusimame tena. Mstari wa 12 inasema, hata yule mwanamke alipomuona Samueli alilia kwa sauti kuu ya yule mwanamke, akamwambia Saulo, akasema, mbona umenidanganya kwa kuwa wewe ndiwe Saulo? Praise the name of the Lord. Sasa yule Saulo amefika kwa yule mganga, alafu anamwambia niitishie roho. Sasa mwanamke huyu mganga amemwambia, nikuitishie roho ya gani unataka? Nani unataka roho yake? Akamwambia nataka roho ya Samueli. Bwana Yesu asifiwe. Haya, yule mganga naye alikuwa na nguvu zake, akaita roho ya Samueli ikakuja. So ilikuja in the symbol of Samuel himself. Ilikuja kama mfano wa Samueli yeye mwenyewe. Na yule mwanadada mganga yule alikuwa anaogopa Samueli nabii sana. Praise the name of the Lord. Maana wakati Samueli alikuwa hai, hamna mambo mabaya ingetendeka, hakuna kitu kibaki kitendeka Israeli. Maana Samueli alikuwa anamonitor sana Saulo aende katika njia za Bwana. So mahali pale yule mganga akaona Samueli. Akaona Samueli ndio nilikuwa naita roho ya Samueli. Akaamuka akiwa Samueli sasa. Bwana Yesu asifiwe. Yule mwanamke mganga akatetemeka, akamwambia, wewe mbona umenidanganya? Kumbe wewe umenidanganya. Na kwanza hata wewe ni Saulo. Na unajua mwanamke alijulia wapi? Wakati Samueli aliamuka, alimwambia Saulo, hebu tusome huyo mstari. Na Bwana atatubariki sana. Ni vizuri kujua ama ni vizuri kuelewa mipango ya Bwana na njia za Bwana na kukaa katika mapenzi ya Bwana. Hata yule mwanamke alipomuona Samueli alilia kwa sauti. Ona akiugire bu, ni Samueli, ni Samueli. Yule mwanamke akamwambia Saulo, akasema, mbona umenidanganya kwa kuwa wewe ndiwe Saulo? Mbona ukuhenagia niki na wewe Saulo? Sasa hebu sikia mstari wa 13 vile Biblia inasema, that verse 13. Biblia inasema, mfalme akamwambia, usiogope, unaona nini? Sasa ni Saulo anamwambia, unaona nini? Yule mwanamke akamwambia Saulo, naona Mungu akitoka katika nchi. Oh my God. Yani Samueli hakutokea tu hivyo, alitokea na nguvu. Sasa yule mwanamke anajibu, kwa kariki urona? Why are you learning? Why are you screaming? What is wrong with you? Yeye anaulizwa na Saulo, anasema mimi naona Mungu. Hebu tuende katika huo mstari tafadhali. Mimi ninaona Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Sioni tu vitu kawaida. Mfalme akamwambia, usiogope, unaona nini? Yule mwanamke akamwambia, Sauli, naona Mungu akitoka katika nchi. Mstari wa 14 verse 14. Biblia inasema, naye akamuuliza, ni mfano wa nini? Akajibu, ni mzee anazuka, naye amefunikwa vazi. Basi Sauli akatabua ya kwamba ndiye Samueli mwenyewe, akainama uso wake mpaka chini akasujudia. Hebu dhikiriria, hebu sikiza hapa.
So kile ambacho mwanamke aliita, hata yeye hakuwa anajua ni nini, alikuwa anafikiria ni kitu kidogo. Lakini nao roho ya Samueli haikukuja hivyo, ilikuja na nguvu nyingi. Mungu alikuja akiwa pale pia. Praise the name of the Lord. Na ilikuja kama Samueli mwenyewe, na mavazi amejifunika. Utukufu na nguvu za Bwana zikawa mahali pale. Cha kunihuzunisha ama cha kuniweka waziwazi hapa ndio hii, kwamba Saulo hii mambo yake inafanyika, na huu utukufu na nguvu ambao inashuka Saulo hakuwa naona. Mungu nisaidie kusije kukawa na uwepo wako na nisije nikaelewa. Mungu nisaidie usije ukawa umeshuka nikose kuelewa. That is my prayer today. So mahali pale mtu wa Mungu Samueli ama Saulo alikuwa mahali pale. Lakini sasa Saulo ni kuelezwa naelezwa. Unaona mtu anafanana namna gani? Anaeleza mavazi. Anakaa namna gani? Ako na madevu meupe na nywele na amejifunika. Naye Saulo anajua huyu ndiye Mungu, huyu ndiye Samueli na ndiye nataka. Hebu tuone huo mstari. Tuone venye sasa akifika itakawaje na mambo itakuwa namna gani. Kwa sababu nitakurudisha tu mahali ambapo tumeanza na wewe, na Bwana atakubariki. Ndipo Samueli akamwambia Saulo. Sasa Samueli tayari ashafika na sauti ashaivugua. Uwepo wa Bwana mwanamke anauona. Haya, ndipo Samueli akamwambia Sauli, mbona umenitaabisha mimi hata kunipandisha juu? Saulo akajibu, mimi nimetaabika sana, kwa kuwa hawa Wafilisti wananifanyia vita, naye Mungu ameniacha. Hanijibu tena wala kwa manabii wala kwa ndoto. Kwa hiyo nimekuita wewe ili wewe unijulishe nifanyeje. Sasa hapa ni Samueli. Samueli sasa ameamua kuongea na Saulo na amemuuliza, mbona unaniamusha? Mbona unanifanya nishuke? Mbona unanifanya niamuke? Bwana Yesu asifiwe. Mimi nishatulia, nishamaliza kazi yangu, nishamalisha ibada yangu nilikupokuwa na wewe. Sasa Saulo anajibu Samueli, anamwambia, mimi mambo wakati tu ulienda ilinikwamia, mambo ya ulimwengu wa kiroho ilinikwamia. Na pia Mungu haongeagi na mimi, haongeagi na ndoto, haongeagi na mimi kwa maono ama kutumia nabii yoyote. Mungu hatumiagi. Wewe nisaidie, uniambie venye nitafanya. Nisaidie venye, uniambie venye itakuwa. Sasa hapa Saulo anaanguka kifudifudi, anapiga magoti. Na chenye hapa Saulo anafanya akiwa hai Samueli hakukifanya. Hamna wakati tunaona nimesoma kwa Biblia. Na kama kuna mahali wewe utaona, unisaidie kuelewa, uniandikie hapo kwa comment. Uniambie ni wapi ambapo utaona kwamba Saulo alimsujudia Samueli wakiwa hai. Lakini wakati hapa amekufa na amefika mwisho, hapa sasa amepata nafasi nzuri ya kuja ili kwamba akaweze kumsujudia. Praise the name of the Lord. So kile ambacho hapa nataka ukaelewe ni kwamba baada ya yeye kuonana na Samueli, jambo gani lilitendeka? Msaada wake ulipatikana. Haja za moyo wake zilipata suruhu. Bwana Yesu asifiwe. Hazikupata. Reason, alienda kuabudu, na ukumbuka huyu ni mtu ambaye mtakatifu. Lakini wakati amekuja hajaleta solution kwake, yeye amelete hukumu. Hebu tuonende katika huo mstari mwingine, tusome tuone vile Samueli alimwambia Saulo. Samueli akasema, kwa nini unaniuliza mimi wakati Bwana amekuacha naye amekuwa adui yako? Sasa hapa ni Samueli anamwambia Mungu. Ukiona Mungu hakuongeleshei, ukiona Mungu hatumi nabii, ukiona Mungu hakuongeleshi hata kwa ndoto na maono, Mungu amekuwa adui yako. Sasa hamwezi mkazungumzana, haziwezi mkaongea, hakuwezi kuwa na mazungumzo, mlikosana na Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Ninaomba kwa roho yangu siku ya leo, tusije tukawa kuna mahali tulikosana na Mungu akaniweka mbali. Aongee nami atakitumia manabii, aongee nami kwa ndoto, aongee nami kwa maono, ili kwamba mapenzi yake nikaweze kuifahamu kwa maisha yangu, na mapenzi yake ikaweze kutimia katika maisha yangu. So Samueli anamwambia Saulo, wewe na Mungu mlichukiana, wewe na Mungu alikuacha, hawezi kuja. Akamwambiaje? Hebu tuwekee huo mstari mwingine ndio tukaweze kuelewa hapa
ni kitu gani hapa kinaonekana na ni kitu gani hapa kitatendeka. Biblia inasema yeye Bwana amekutendea kama alivyosema kwa kinywa changu. Bwana amekurarulia ufalme mkononi mwako na kumpa jirani yako, yani Daudi. Wathuka rimwe. Mungu anamwambia Samueli, anamwambia Saulo ya kwamba mimi yale maneno ambayo nilikuwa nimekuambia, ufalme wako ushaisha. Kila kitu chako wewe kicheja unatafuta hakiwezi patikana. But you know, ni Saulo alipitia njia mbaya. Saulo alienda kuamsha watu waliokufa, hangepata msaada. I wish angemkimbilia Bwana kama Daudi vyenye alivyofanya. Akimbie kwa Bwana, amwambie Bwana, wewe unajua makosa yangu, unajua kila kitu yangu. Bwana unisaidie ili kwamba turudiane. Hata kama ni kuomba siku 2-3, Mungu amemrudia. Mungu agerudi kwake. Ninaomba Bwana kwa jina la Yesu, mahali ambapo sifanyi mapenzi yako, unisaidie. Jambo ambalo linaweza fanya niwe adui wako na uwe adui wangu, Mungu uniondolee mbali katika jina la Yesu. Hiyo ndio ombi langu siku ya leo. So Samueli pale anamwambia Mungu ashakuondokea. Ngai ni akwehereire. Ngai ni agutumirie otho. Ngai ndakoragwo nawe riu. Ni Samueli anamwambia Saulo, hii ni maneno nilikuambia nikiwa hai, ya kwamba Mungu hataki na amepea mtu ya jirani yako Daudi ufalme. Ashapeana. So ufalme haiko mikononi mwako. Lakini Saulo bado anatembea na security, anatembea na mafarasi na kadhalika, akidhani bado yeye ndiye president, yeye ndiye commander in chief, everything. Lakini tayari ufalme ushaondolewa kwake. Sasa badala angeenda tu pale aombe Mungu, amwambie Ngai Mwathani, haya nitwahitanirie, nenda rutire igongona ndiabatie, niĩ ndire mũthĩnjĩri, hapo nilikiuka njia zako. Hiyo yote hakufanya. Praise the name of the Lord. Haya yote hakufuatilia, hakuzingatia. Yeye alienda tu na kupotea. Badala ya afanye mambo mema, aliendelea tu na kupotea. Praise the name of the Lord. So tutasoma huo mstari mwingine, tuone vile Samuel anamwambia Saulo. Bwana Yesu asifiwe. Tuone vile Samuel anamwambia, so kwa sababu wewe hukuitii sauti ya Bwana, wala hukumtimilizia hasira yake kali juu ya Amaleki, kwa sababu hii Bwana amekutendea hili leo. Tuendelee. Tena pamoja na wewe Bwana atawatia Israeli mikononi mwa Wafilisti. Hata na kesho wewe na wanao mtakuwapo pamoja nami. Tena Bwana atawatia jeshi la Israeli pia mikononi mwa Wafilisti. Tukimalizia huo mstari wa mwisho, mara Saulo akaanguka chini kifudifudi, akaingiwa na hofu kuu kwa sababu ya maneno hayo ya Samueli. Wala hakuwa na nguvu yeyote, kwa maana hakula chakula mchana kutwa wala usiku kucha. Twende tu. Haleluya. Ndipo yule mwanamke akamwendea Sauli, na alipoona kuwa yeye ametaabika sana, akamwambia, angalia, mjakazi wako ameisikiliza sauti yako, nami nimehatarisha uhai wangu, nami nimeyasikiliza maneno yako uliyoniambia. Bwana Yesu asifiwe. Basi sasa tafadhali wewe usikilize sauti ya mjakazi wako, nikakuandalie agaa mkate kidogo ukale, ili upate nguvu utakapokwenda zako. Lakini yeye alikataa, akasema, mimi sitaki kula. Ila watumishi wake pamoja na yule mwanamke wakamlazimisha, naye akaisikiliza sauti yao. Basi akainuka hapo chini, akaketi juu ya kitanda.
Naye yule mwanamke alikuwa na ndama aliyenona nyumbani, akafanya haraka kumchinja, akawatoa na unga, akaukanda, akafanya mkate wa mofa kwa unga huo. Kisha akamwandalia Sauli na watumishi wake, wakala, ndipo wakaondoka wakaenda zao usiku ule. Praise the name of the Lord. Walienda kwao huo usiku ndio warudi nyumbani. Tazama maneno ambao Saulo anaambiwa na yule mwanadada yule msosara. Anamwambia, mimi nimehatarisha maisha yako kwa kile ambacho wewe umenifanyia, lakini ujue ya kwamba nimeyasikiliza maneno ambao umewaambiwa na mkubwa wako, na nimeona kule kustuka ambao umestuka. Bwana Yesu asifiwe. So badala ya Saulo angejua ya kwamba bado mimi nimefanya makosa, nimefanya dhambi, nitafanya nini? What will I do? Which step I will take? Badala ya fanya haya mambo yote hakuyafanya. Aliendelea tu kupotea na kufanya kinyume na mapenzi ya Bwana. Praise the name of the Lord. So aliposikia kwamba Wafilisti bado watawachukua, watapiga wana wa Israeli, hapo ndipo sasa kikaumana. Angawa ukienda katika kitabu sasa Samueli wa pili 4 ama uanzie 3, utaona msafara na wa hiyo vita vyenye ulipangwa na vyenye ulienda. Praise the name of the Lord. Na Saulo mwenyewe, yeye mfalme, alikufa katika vita na wanawe wawili, Yonathani na mwingine ambao hajatajwa katika kitabu cha Samueli wa kwanza wa pili 4. Bwana Yesu asifiwe. So katika hiyo nyumba ya Saulo kulibaki tu son anaweza itwa aje, mjukuu wa Saulo, alikuwa anaitwa Mefiboshethi, na alikuwa katika maisha mazuri. Alikuwa na ule mfanyikazi ambaye alikuwa na ule ambaye alikuwa anaitwa Ziba, ambaye alikuwa kama manager katika nyumba ya Saulo. Lakini kwa haya mambo yote ambayo yaliyotendeka, yaliyofanyika, yale ambayo yaliendelea yote, praise the name of the Lord, yote ikaweza kutimia kama vile Samueli aliweza kusema itakavyokuwa. Praise the name of the Lord. Maombi yangu siku ya leo, ama injili yangu siku ya leo ni kwamba usikawai. Na mtu akitoka katika njia ya Bwana, mtu akitoka katika mapenzi ya Bwana, huwa anatafuta msaada wake mahali hawezi pata. Na ndipo nimekuambia msaada wako hawezi patikana kwa wale ambao walikufa, hawezi ukapatikana kwa watu ambao hawako uhai. Msaada wako kwenye unaweza patikana ni kwa Mungu peke yake. Na ikiwa mmekosana na Mungu, ikiwa kuna mahali hampelekani na Mungu vizuri, ni vizuri uangalie hiyo maneno, umwambie Bwana, nisaidie, ninaomba Mungu wa mbinguni unisaidie. Kama kuna mahali tulikosania ama tulikosana, ukaweze kunirudisha katika hiyo njia. Naye Mungu ni mwaminifu, atakurejesha katika njia zake, atakurejesha katika mapenzi yake. Kama kuna kitu ulinyang'anywa ama adui alienda nayo, akurejeshe, maana ni Mungu mwaminifu. Bwana Yesu asifiwe. Na ukishaamini neno la Bwana, ukishaamini kile Mungu anafanya na kile Mungu anatenda, usije ukahafadhaika, usije ukahangaika. Amini neno lake, amini mapenzi ya Bwana maishani mwako, ya kwamba itaweza kutendeka katika jina la Yesu Kristo. Kile kibaya ama kile ambacho ni makosa na dhambi kubwa ni kutofanya mapenzi ya Bwana. Usikawahi kuomba miungu ya watu waliokufa, miungu ya watu, ama ukaweze kuenda kuziamsha roho zao. Eti mimi nataka kuongea na auntie, nataka kuongea na shosho. Kama shosho yake hukuongea na yeye akiwa hai, kama amekufa acha kuita roho yake. Kama kuna mtu alienda alikufa, kama hamjaongea na yeye, hamjapelekana na yeye vizuri, roho yake wacha kwenda kuiamsha, akuamshe. Biblia inasema Samueli alimwambia Saulo, "Rocio, naona rocio rurakia onawe nari akuere oni ugakua, onawe ingire okirine. Tugakorwo nawe, no ugakorwo mwena uyu na mwena uyu. Utakuwa pande hii na mimi pande hii." Haya maneno yalimstua Saulo. Alitetemeka, alijaribu kuanguka kifudifudi mbele ya Samueli. I wish angeanguka kifudifudi mbele za Mungu aliye hai. Mungu angemsikiliza. Kile ambacho naamini ni kwamba rehema za Bwana ni kubwa, ni refu kama vile juu na mbingu.
Bwana Yesu asifiwe. Ninaomba tupate tu neno mstari mwingine ndio nimalizie. Psalms 139 verse 10. Psalms 139 verse 10. Ili kwamba tusije tukaabudu. Ujumbe wangu leo ni kwamba usikai kuabudu kitu ambacho hakiko uhai, roho ambao haiko uhai, ama mtu ambaye alikufa. Hata wale mnaabudu ati uende kaburini waambie tata yako akuongee, mama yako asijue ulikuwa nani, wewe ulikuwa yatima, ongea na mama yako. Hiyo yote ni bure. Na ukiongea na mtu aliyekufa, kwanza kuwe na makasiriko na wewe, atakuita. Vyenye Samueli aliita Saulo, lakini akamwambia hata wewe unakufa kesho na watoto wako wawili, nyumba yako yote Mungu anaiangamiza. Biblia inasema hapa kwamba huko nako mkono wako utaniongoza. Hebu tuanze mstari wa 7. Let's start from verse 7. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa sababu nataka tutuelewe kitu hapa. Niende wapi nijiepushe na roho yako? Niende wapi niukimbie uso wako? Kama ningepanda mbinguni, wewe uko. Ningefanya kuzimu kitanda changu, wewe uko. Ningezitoa mbawa za asubuhi na kukaa pande za mwisho za bahari. Huko nako mkono wako utaniongoza, na mkono wako wa kulia utanishika. Kama nikisema hakika giza itanifunika na nuru inizungukayo, ingekuwa usiku. Mstari wa mwisho. Giza nalo halikufichi kitu, bali usiku huangaza kama mchana. Giza na mwanga kwako ni sawasawa. Sisi ndio huwa tunaonaga giza. Kama sasa ninajua giza iko karibu inaingia, usiku unaingia, sisi ndio tutaona giza, lakini Mungu haoni giza. Mungu anaona kama mchana. Neno ambalo nataka nikuachie leo kwamba Mungu hakuna mahali yuko. Mahali ambapo popote unaweza ukaenda, Mungu wako. Mahali popote unaweza ukaingia, Mungu yuko. Na ukiliamini neno lake na uamini mkono wake, mkono ambao unaweza ukakusaidia, mkono ambao unaweza ukakurehemu, mkono ambao unaweza ukakurejesha kwake. Hiyo ndio ombi langu siku ya leo. Mrudie Bwana, usikai kuabudu vitu ambavyo haviko hai. Usikai kuabudu chochote ambacho hakiko hai, ama mtu ambaye aliyekufa, ama kitu ila ng'ombe, iwe hai ama haiko nini, haiwezi kukusaidia. Kile kilifanya Saulo wakosane na Mungu sana ni kutotii. Kile kilifanya Mungu amalize urafiki wa Saulo naye ni kutotii. Kile kilifanya Mungu asiyokawai kuongea na Saulo ni kutotii. Saulo alikuwa kichwa ngumu, akiwa mfalme alikuwa anafanya yeye vyenye anataka. Mungu akamuondokea na akaweza kukaa mbali na yeye. Akaacha Saulo akiwa upweke, akamwacha akiwa na huzunika, akimwacha akiwa mtu ameboeka, mtu ambaye anaenda kutafuta msaada mpaka kwa waganga. Lakini naye Mungu ni mwaminifu na Mungu ni mtakatifu. Mapenzi yake hamna mtu anaweza akaipinga. Jina lake liinuliwe na jina lake litukuzwe. Nataka nifikishe ujumbe wangu bahali pale, na Mungu aweze kuwabariki sana na akaweze kuwatendea mambo mema katika jina la Yesu Kristo. Mimi naitwa Reverend Boniface Mushoki, nimeokoka. Yesu ni Bwana, na ninahubiri hapa kanisa la True Christ Voice Church. Kuna paybill naona umewekewa hapo. Naona umewekewa paybill hapo full screen, na pengine ukikuwa na sadaka yako. Tunataka kujenga kanisa na tutakupatia mfano wa lile kanisa ambalo tumecholewa, na tunaamini hivi karibuni kwa mapenzi ya Mungu tutaanza mjengo. So tunaomba msaada wako, kidogo tu ulicho nacho, kile kidogo Mungu atakusaidia. Ukaweze kutusaidia ili tukaweze kufanya hii kazi. Kuna mjengo tunaamini kwamba mwaka huu utaanza, na pesa zinahitajika Mungu ataweza kupatiana. Tunahitaji zaidi ya milioni 32 kukamilisha mjengo ambao tunaenda kuanza, lakini tunaamini Mungu mapenzi yake itaweza kutimia katika jina la Yesu. Kwa sadaka kidogo uko nayo, ile kidogo tu uko nayo, nikapata tu watu 10, hata wanipatie 100 waweke kwa hiyo akaunti ya kanisa. Mungu atawabariki sana na atawatendea mambo mema. So sadaka yako yote sitatumia. Sadaka ambayo utanitoa siku ya leo sitaitumia.
Nimeamua kwa maisha yangu nimtumikie Bwana mimi na mali yangu na kile ambacho niko nacho. Mimi mwenyewe nimeinvest katika huduma, nimeingia na nimepeana mali yangu katika huduma ili kwamba kazi ikaweze kuendelea. So kama uko na msaada ama sadaka yako, unaweza enda kwa simu, uende pale kwa lipa na M-Pesa, uende pale kwa paybill, uweke 222 uweke 222 account, uandike 8662. Jina itakuletea True Christ Voice Church. Sadaka yako iwe dogo, iwe namna gani, itapokelewa. Hata kama ni shilingi 5 tuma, hata kama ni gapi uko nayo. Mungu akubariki. Nataka niombe na nyinyi wote na Mungu awasaidie. Umuhimu ni kwamba usikawahi kuomba miungu ambao haiko uhai. Uombe Mungu ambaye ni wa ukweli. Na kama mmekosana na Mungu amekaa mbali nawe, ama mmekosana na Mungu unaona kama kwamba hasemi nawe, hazungumzi nawe, omba Mungu akaweza kukusaidia na utabarikiwa. Wacha tuombe. Bwana, katika jina la Yesu, utusaidie kama Bwana na utusamehe dhambi na makosa. Wale tumeomba miungu ambao imekufa, miungu ambao haiko hai, utusaidie Bwana na kusonga mbele katika jina la Yesu. Kwa sababu wewe ni Mungu mwaminifu na wewe ni Mungu mtakatifu na hakuna wa kufanana nawe na hakuna wa kulinganishwa nawe. Jina lako Bwana ni ngome imara na wenye haki wanalikimbilia wanapata salama. Tunakimbilia kwako Bwana, utusaidie. Kule tumefanya si haki Bwana, utusaidie tufanye mapenzi yako. Kule tumekukosea, utusaidie. Kule tumetoka kwa njia zako Bwana, utusaidie. Maana Mungu wewe uko kila pahali. Saulo hakujua wewe uko kila pahali. Daudi alikuwa naelewa wewe uko kila mahali. Jina lako Bwana liinuliwe na jina lako Bwana litukuzwe. Ninakuomba Bwana ukatusaidie katika jina la Yesu. Wale ambao wameamua kuokoka, uwasaidie na uwapatie kanisa litakao wasaidia kuendelea. Na ni katika jina la Yesu ninaomba na kuamini. So Bwana wabariki sana, awatendee mambo mema. Ninawapenda katika upendo wa Kristo na Mungu awe pamoja nawe. In Jesus name. Shalom, shalom, shalom. Thank you. God bless you. Urerorera Honeymoon TV. Ikara wisheba.